lakini pia mimi sauti yangu ni ya kichungaji kidogo, sio ya uinjilisti. Kwa hiyo nitaomba muwe makini kunifuatilia kidogo kwa sababu sina muda mrefu. Jambo la kwanza, mimi nimefurahishwa sana na hiki kikundi kwa namna ambavyo mnakiendesha. Ninasema Mungu awabariki kwa sababu hii ni kazi kubwa ya kujenga chama. Na hapa mlipofika naamini kwamba haikuwa rahisi kulingana na huko tulikotoka kipindi cha mwenda zake. Kipindi cha mwenda zake watu wengi walijificha, watu wengi walikimbia, watu wengi hawakutaka kusikia neno linaloitwa Chadema kwa sababu ya uoga. Lakini Biblia inasema na waoga wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Kabisa. Hilo nyinyi mmelishinda. Hebu jipigieni makofi. Kwa ujasiri wenu mmefanya mambo makubwa sana ambayo mnastahili pongezi. Kwanza mmepambana kipindi cha 2020 kuhakikisha mbunge wenu kwa jinsi alivyoeleza kuhakikisha kwamba na yeye mwenyewe yani asiwatie aibu wanangozi kwa kigezo cha kunyang'anywa fomu. Hongereni, mna mbunge makini sana. Hongereni sana. Mheshimiwa Maunga, hongera sana kwa kuendelea kujenga chama kwenye jimbo lako. Na kwa kuendelea kuwaheshimisha wana jimbo la Mbozi. Mungu akubariki sana. Na Mungu aendelee kukutunza. Tunaamini kwamba hawa ndio watu ambao wanakupigania usiku na mchana, pengine hata pasipo wewe kujua. Maana wakiomba, wanaomba Mungu tusaidie mbunge wetu aendelee kuwa hai. Hata kama kuna watu ambao wametumwa kukuzuru, Mungu anafanya yake. Kwa hiyo niwapongeze sana. Wakati nyinyi mnapambana, wengine tulikuwa tunahangaika kwenye kuta za magereza kwa sababu ya hila za mwenda zake. Lakini kwa sababu Mungu hazihakiwi, Mungu ni wa wote na Mungu ni wa mwenye haki, aliweza kutufanyia njia kwa kumuondoa yule bwana, na hatimaye watu ambao hatukuwa na hatia yoyote tukawa huru. Mpaka sasa hivi tuko huru, tunashangilia makamanda pili. Lakini kwa hapa tulipofikia, kwa magumu tuliyoyapitia, ninaomba muendelee kuwa na upendo mkubwa ndani ya chama na ndani ya kikundi chenu. Sote tunatambua kwamba vikundi ambavyo vinaanzishwa ndani ya chama ni mali ya chama, sio mali ya mtu mwingine. Na hilo nimewaona nyinyi kwa kweli mmeshikamana na viongozi wenu wa chama. Hii inadhihirisha kabisa kwamba kikundi chenu hakitengwi na chama chenu. Hii pause. Kwa hiyo naamini yote haya mnazidi kutekeleza yale ambayo ni matakwa ya chama. Ndio maana viongozi wenu wa tawi, wa kata, wa jimbo wote wako kwenye hiki kikundi na wanahakikisha kwamba wanasimamia kikundi kiweze kwenda salama kwa sababu ni mali ya chama. Asije akatokea miongoni mwenu mtu wa kuweza kupindisha kwamba hiki kikundi labda kiko tofauti na chama. Huyo mtu mhesabu tu kama ni mtu ambaye ametoka upande wa pili. Na chama hawataweza kukubali. Msije mkakubali mtu yoyote akatoka huko akaja kawavuruga, kwa maana kikundi chenu kikiharibika ni chama kimeharibika. Tunaangalia kwamba wana CCM wengine wanajipenyeza. Niwapongeze na niwashukuru kwa sababu hiki kikundi mumezingatia ajenda ya chama ambayo ni ajenda kubwa ya Chadema Digital, kuhakikisha kwamba kila mwanachama yoyote wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo anajisajili kidigitali. Niwapongeze sana makamanda kwa hili. Si peke yake. Katiba mpya ni ya watu wote. Nafikiri wengi mnaangalia hata saizi kwenye mitandao, hata ndugu zetu wa upande wa pili nao wameona ni kwa moto. Nao sasa hivi ajenda yao ni kudai katiba mpya. Baada ya kuona kwamba sisi Chadema, sisi watu ambao tunasimamia haki, kuhakikisha tunadai haki za Watanzania, tumekomaa kuhakikisha kwamba katiba mpya inakuwa ni halali ya Watanzania kuipata, nao ndio wamejipenyeza hapo kwa maana sisi tunataka katiba mpya. Kwa hiyo nao yamewashinda kwa sababu katiba ile inawanyonga watu. Kama wewe ni mwana CCM, hata kama ni mwana CCM, ndugu yako wewe hauko kwenye system ile ya viongozi wale ambao wanakuwa na mamlaka, ujue kwamba moto wanaouota wanachadema na wananchi wengine, na wewe pia pamoja kwamba ni mwana CCM na wewe unauota. Nao wameligundua hilo kwamba katiba mpya ni lazima iwepo. Kama wanachadema tunatakiwa kusimama kwa nguvu zote kuhakikisha tunadai nini? Katiba mpya. Makamanda pause. Katiba mpya ndio itakayotupa usawa wa kila mtu. Sisi ni wanawake, kama mimi ni mama, nimezaa watoto wangu, nimewasomesha, lakini leo hii hata ajira hamna kwa sababu ajira wanapeana kindugu. Watoto wanasoma, watoto wengi wako mitaani wamejiingiza kwenye makundi
ambayo hayaeleweki, makundi ya uharibifu, kwa sababu watoto wetu wamekosa ajira kwa sababu ya mfumo mbovu unaoendeshwa na katiba tulionayo. Ndio maana watoto wengi wamekuwa ni watoto wa mitaani, pamoja na PhD walizonazo, pamoja na vyeti vyao vizuri vya vyuo walikosomea, wameshindwa kupata kazi. Leo hii watoto wetu wako mitaani. Ni aibu sana kwa taifa letu. Kwa wale ambao bado hamjajisajili, naombeni mjisajili haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu kuna siku viongozi wa kitaifa watakuja hapa. Kuna watu wengine hawataingia hapa, pamoja na kwamba ni wanakikundi, mnafahamika muda mrefu, mpaka uingie na kadi ya kidigitali. Kwa hiyo niwaombe wale ambao hamjasajiliwa kidigitali, fanyeni haraka, na kama leo hamkujipanga kusajiliwa, hebu jitahidini ndani ya siku ngapi, kwa sababu mawakala wanapatikana. Mjisajili, kila mmoja hakikishe kwamba anakuwa na kadi ya kidigitali. Lakini sio kwa ajili ya kikundi tu. Hapa tuna wanachama wengi kwenye kata yetu. Hakikisheni mnahamasisha wakina mama au wakina baba au wanachama wote kwa ujumla wanajisajili kidigitali. Hilo ni moja, ni ajenda kubwa ya chama. Lakini ajenda nyingine ya pili, chama kiko kwenye utaratibu wa kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anadai katiba mpya. Makamanda peoples. Kwa nini chama wamesimama kwenye hii ajenda ya kudai katiba mpya? Yako mengi ambayo tumeyapitia kutokana na mfumo mbovu wa katiba mpya. Kwa hiyo kama wanachama ambao tumepata nafasi, Mungu ametuondolea yule Farao aliyekuwa analitesa taifa, ambaye alikuwa amemiliki taifa hili kama ukoo wake, Mungu ameamua kutuondolea, na sasa hivi tumepata nafasi ya kuhakikisha kwamba tunasema kwenye majukwaa, tunasema maeneo mbalimbali. Ajenda ambayo ni kubwa kwa Watanzania na yenye manufaa kwa Watanzania ni kuhakikisha kwamba katiba mpya tunaipata kwa wakati sahihi na wakati maalum. Tunaidai katiba mpya kwa sababu ndiyo itakayotuwekea usawa kwa kila Mtanzania, kuhakikisha Mtanzania anaishi kwa amani na kwa raha katika nchi yake ambayo Mungu alimkusudia kuwepo kwenye hii nchi. Peoples. Kwa hiyo, lakini unakuta watu wengine tu wanasurvive huko mitaani kwa sababu heti ni watoto wa viongozi, kwa sababu heti ni watoto wa watu ambao wako kwenye system ya serikali, wanapeana nafasi kwa vile ambavyo wanajuana wao wenyewe. Sisi kama wanawake wa taifa hili hatuko tayari kukubaliana na hili jambo. Makamanda peoples. Wanawake, tunatakiwa tujitahidi kupinga hili jambo, kwa sababu ni jambo ambalo halina haki kwa mtu ambaye ni Mtanzania. Sisi ni Watanzania ambao tunalipa kodi. Hakuna Mtanzania ambaye anaweza kusema mimi ni mwana CCM peke yangu ndio ninayelipa kodi. Wote tunalipa kodi kulingana na jinsi ambavyo tuko kwenye mzunguko wa shughuli zetu. Tunalipa kodi, na vile vile haki zetu za msingi lazima tupate. Kikubwa cha kwanza ni lazima kuhakikisha tunapambana kuhakikisha kwamba tunapata katiba mpya ambayo itaweka usawa kwa watu wote. Kwa hiyo wakina mama ni washukuru, wakina baba